Tena tunakuja katika misa mtakatifu. Baba ambaye ni baba yetu ametufundisha neno moja. Mkristo akienda kanisani anabeba mambo tatu ambaye anaenda naye kanisani. Jambo la kwanza, ataeneza roho yake vizuri, anajitayarisha na kupokea mwili wa Yesu Kristo. Jambo la pili, anabeba sadaka ambaye anapeleka katika sadaka ambaye si ya madharau ama hiyo madharau. Ya tatu, anakuja na matoleo yake ambaye anaenda kumsamea kasisi wake ambaye anaenda kupokea na baraka kutoka kwake, anarudi naye nyumbani kwake. Hata kitu ambaye anapeleka kanisani. Sasa mimi nataka kuasi hivi mambo matatu haya tukiyatumia tutakuwa watu ambao wanapenda Mungu. Kwa sababu hii jambo la kwanza ni kitu ambacho tunatuleta katika kanisa. Na kama hamna mwili wa Yesu, sifiki kama tutakuja Dominika. Kwa sababu rabi wetu hayuko. Na kama mfalme hayuko, nini natuleta? Lazima tuje katika Dominika tukiwa tumetayarisha roho yetu kupokea mwili wa Yesu, damu na mwili wake. Tutakuwa Wakristo wakakamavu tena wao wamekomaa katika dini. Sasa unaona kupokea sakramenti, unajua yule ambaye kupokea sakramenti yako imewekwa. Dominika ya siku leo, kuna siku ambayo kuna mahali imewekwa. Ile siku tumefariki, sijui utawekewa kupokea ndio muone mfalme wa mbingu. Penda sana kupokea sakramenti. Sababu sakramenti inaleta neema. Kama upende kupokea sakramenti, unafanana na mtu ambaye amekufa. Baba amfundisha sakramenti. Kwa sakramenti na mtu nafanana na samaki aliye majini, ambao ukimtoa majini na ukimweka katika nchi kavu, samaki huyo anakufa hata kama hujampiga. Vile vile ni kama binadamu na sakramenti. Yule ambaye hajapokea sakramenti, roho yake inakufa. Tena nazidi kupata magonjwa na mambo mengi. Kwa sababu wakati ambao anapokosa roho yake, sakramenti ndio inampatia nguvu. Hata kama unapiga unabii, lazima uwe nabii ambaye unapokea sakramenti. Tena uwe ni nabii ambaye unasoma presbytery. Hivyo ndio utapiga nabii vizuri. Kwa sababu haya maeneo ndio tunapata nguvu ya kuabudu dini yetu ya Leji Maria. Sakramenti mtakatifu, mwili wa Yesu Kristo na meza ya Bikira Maria. Selo pendi meza ya Bikira Maria. Ndio kama umeshakosana na Bikira Maria. Sasa nasifikiri kama uelewano na mama itakuwa sawa. Selo pokea sakramenti au uko karibu na Yesu, na Yesu atakuhesabu kama adui yake. Na sheria nyingine imesema hapa, kama Mkristo apokee sakramenti, hata mkasisi asimzike. Sasa wewe unataka tutoe tunatupa kama ng'ombe aliyefariki, hata kama punda aliyekufa. Na mshabudu leo siku nyingi. Sasa kitu ndogo hii peke yake ambaye itakushinda kwenda mbinguni.
Ndio maana nilikuwa nakusimu la Maria. Kama kuna jambo ambalo imekufunga, ambaye imekushinda kupokea sakramenti, njoo uulize, ndio upate jibu. Ukishapata jibu, timiza kitu ambacho umeambiwa, ndio upokee sakramenti. Na kama ufanya ibada, ina maana kwamba sakramenti na utaki. Usilaumu padri, kwamba padri amekataa mpatie sakramenti. Sasa baada ya kufariki, ndio tunatengeneza njia yetu yote. Baada ya kufa hakuna tena kutengeneza. Tumebaki na vitu viwili. Mungu akupeleka mbinguni, ama kupatie mtu mbaya, ndio uende kwa moto wa jehanamu, ama kupeleka purgatori katika msamaha. Ndio uteseke siku kidogo. Purgatori sifikiria wanateseka siku ndogo. Siku moja baba alikuwa anafundisha, amesema kuna papa fulani ambaye ameshamaliza miaka 100 purgatori, na ajui kama atatolewa siku gani. Na mwingine alimuona akiwa anachomeka katika moto. Sasa wewe jua Mungu ana huruma. Hakujui kama ufuate njia yake. Ukifuata njia yake, wewe ni mtoto wa Mungu namba moja. Tena tufanye wema wetu ili tumwabudu Mwenyezi Mungu. Nafikiri siku ya leo tulikuwa katika siku ya Pentekoste, sababu siku ya leo kila mtu amepata Roho Mtakatifu. Tena tunamshukuru sana askofu wetu kufanyia ibada na sherehe nzuri. Tena amekubarikia dawa mtakatifu, dawa ambayo imebarikiwa. Tafuta chombo chako, uwekewe kidogo kidogo, kila mtu apokee, aende katika nyumba yake. Unaenda kuhifadhi jinsi ulivyohifadhi ya Pasaka mpaka mwaka ishe, kwa sababu mpaka mwaka ujao upate tena. Ukiona inaisha unachemsha nyingine unaongezea. Hasa iko pale tu. Sione kama na mambo mengi.